Ndio. Sasa wakati walikamata magari hawakuzipeleka kafasi yoyote. Niliona watu wananiita kutoka Bulaya, kutoka wapi sijui wapi, wanasema magari za professeur mumezichukua. Tumezichukua wapi? Nizere twese ko tuvyibuka igihe umukozi w'Imana arongo urushengero rwa Philadelphia 5e Serpa ameneye inda ku rukumu abwira indongozi za M23 zari zirongowe na Bertrand Bisimwa mu rushengero rwa Philadelphia ku munsi wa Mungu, aho delegation ya Bertrand Bisimwa, delegation ya M23 yari yagiye gusengera muri urwo rushengero. Uwo mpasiteri akabwira atari y'umunwa abwira Bertrand Bisimwa ati nihagera komfa ndasaba wewe nyine ari uzanyicira, turasavye ibintu byose mwivye mubisubize abana ba hano kuko muzoba muje mudatandukanye n'abari basanzwe ari inkozi z'ibibi ba hano. Ivyo rero bigaragara uko n'ibisare vyatanguye gufata kuko M23 biciye kuri uwo bagize ngo icegera ca gouverneur wa Nord Kivu batanguye gusubiza imiduga imwe bagiye baratora, ariko bagenda barivugisha utwo twimaramare ngo bari bagiye ngo kuyikontorora kikwije impapuro ibi na biriya. Kurikirane ukungene bimeze. Tunashukuru sana kwa nguvu yenye viongozi wa guvernora, nguvu yenye balitimiza na bakatia nguvu kusudi motokari iweze ionekane. Nitokea siku 9 ya mwezi wa 3 2025 njo motokari zilikamatiwa. Kukamata gari ya mwenzako unaibeba tu bonema unamwambia nipatie contact. Mon frère, mjaribu kuwaza. Ninasema kama mtumishi wa Mungu, kuiba ni dhambi. Kuiba, kunyang'anya cha mtu ni dhambi. Leo nitakwambia kuna watu ambao hawalali ndani ya nyumba sababu wako na mavizite za kila saa. Je, fulani alishafika hapa, fulani alishafika hapa. Muondoe woga ndani ya watu, lakini mtauondoa mkiambia watu wenu ya kwamba waheshimu mwanadamu, sababu ninyi mko wanadamu na sisi tuko wanadamu. So sidhani kama wewe unaweza kwenda kuiba Bisimwa, sidhani. Lakini unajua mkubwa haibaki sawa umbwa zake. Sisi kwa ukoo yetu ya wafalme ni umbwa ndio zinaibaka. Mjaribu kudiscipline watu wenu, muambie kameme wawe na nizamu, wawe na discipline. Waheshimie population sababu hamwezi kuja hapa kutawala majiwe. Mnakuja hapa sababu sisi tuko hapa. Malheureusement, ninyi wa Kongole mnapendaka udongo kuliko watu. Na ile ndio probleme kubwa. Mnapenda or kuliko udongo. Mnapenda diamant kuliko wanaoichimba. Na pale ningelikwambia kama Mungu awajalie neema, mpende watu. Na ninyi na wenzenu wenyewe wako Kinshasa, mjifunze kupenda watu kwanza, sababu mkitupenda mali ya nchi yetu hamtakuwa mnaiweka ndani ya mifuko yenu, mtakuwa mnaileta kusudi tumike barabara, kusudi tusaidie. Na hapa ninapenda nikwambie hivi. Sisi Wakongole wenyewe tuko Bukavu. Tulishakamatiwa na nini ndani ya rebellion? Tutafanya nini? Hatujitoshe hapa na hatutakimbia. Nilikata. Hatuwezi kwenda Kinshasa, mubakie hapa. Lakini mjue ya kwamba muko hapa pamoja na sisi, ila mjikamate kama watu, na mkamate yenyewe ilikuwa ya mzuri kwa wale wenzenu, mtuonyesha hayo. Tuiishi. Yenyewe ilikuwa mbaya njoo msukume, na mtuache tuwe na uhuru. Watu watembee waende soko, watu wakamate gari zao tena wazingize kwa barabara. Mpime kuleta amani na usalama ndani ya kundi. Ni hali ambayo tunakutana nayo leo ngumu, na ningeliwasihi kwamba Mungu awajalie neema, mkumbuke na wewe ukumbushe wenzenu. Hapa ni kwetu. Hatuna haki ya kufanya mabaya hapa, hapa ni kwetu. Bisimwa, mji huu tuliuombea Mungu en 2003. Tukamwambia Mungu hatutaki tena bunduki Bukavu.
Mwenye atakuya na bunduki kuya kutuua, masasi yake ikipigwa hapa, mkono wa Mungu mzito uwe juu yake. Wewe ushangai jinsi mliingia hapa? Wewe unadhani wale wasoda ya Tshisekedi hawana nguvu? Wanazo, je vous assure. Lakini ni neema ya Mungu tu inakuwa ndani ya mji wa Bukavu. Sababu Mungu hataki tuuawe. Nilikusanyaka Wakristo wote wa mji wa Bukavu na gouverneur wa rebellion ule wakati, rafiki yangu Chiribanya. Tulienda na bakubwa ya basoda ku Place de l'Independance kuweka mji wa Bukavu katika mikono ya Mungu na hii province ya Sud Kivu katika mikono ya Mungu. Tukasema wowote ambao watakuja hapa kubomoa tena amani, Mungu awabomoe wao wenyewe na laana iwe juu yao. Lakini pale mimi si walaani. Mungu awasaidie muwe na amani. Mtubu tu mazambi. Sababu leo tunashtaki, tunasema hakuna mwingine mwenye anaua watu. Ni ninyi viongozi mnaua watu. Na angalisho, Mungu akujalie neema usije Bukavu na damu. Kama mnakuja Bukavu na damu, angalisho, sababu damu itawafuata baadaye. Mfanye angalisho na ile. Ni vile nilimwambia Ruberwa hapa, mimi namwambia angalisho kuja na damu hapa, ukija na damu utaifuata peke yako na utaiona. Ndugu yangu, uko mdogo wangu. Mama yako alikuwa mama yangu. Alinisaidia nikianza uinjilisti wa hapa. Alijua kunipa chakula. Alijua kunilea. Kama tuko hivi tuko ni sababu ya Wakristo tuliowakuta. Na ninyi pia muwe Wakristo. Muwe Wakristo. Na mjaribu kufanya matangazo. Mtu mwenyewe waliiba vyake akuje kwenu, mumupe ruhusa afike kwenu kusudi mumrudishie. Ya mwisho, ndugu yangu, kuko watu wetu ambao wamepotea sasa mjini, sababu wamekamatwa, walipelekwa, wamoja ni siku 4 hawaonekani nyumbani. Na mimi mwenyewe yule ambaye anakamatwa ninajua jamaa lake ni Wakristo hapa, na watoto wake ni Wakristo hapa, bibi yake ni Mkristo hapa, yeye kama ni mvuguvugu, lakini naye anaingiaga kwa hili kanisa. Tafadhali munisaidie tumupate. Ulalamike tumupate, mtutafutie yule mtu wetu. Jina lake anaitwa Kefa. Jina la pili silijui, wanamuita Engineer Kefa. Mtutafutie yule. Gari zake ndizo gari zenye ziko zinatembeza wakubwa hapa. Mtutafutie yule mtu wetu. Mturudishie yule mtu wetu kwa huruma za Mungu. Kama ni makosa alifanya, aingizwe kwa justice. Lakini kutupotea hivi, moyo huku napiga. Ana watoto, anayalisha nyumba watoto. Bibi yake nadhani alishazala watoto 9. Kuachisha wale watoto 9, baba, mama hangaike. Ninakusihi kwa huruma za Mungu. Ninarudi hapa, sirudi hapa kama ninataka kusema na autorite mwenye sijui. Ni autorite mwenye ninajua, uko mtoto wangu, na ninakusihi kwa jina la Yesu tuliyemwamini, wewe na mimi, uwe hapa kwa amani na usaidie watu wa Bukavu. Hapa ni kwenu. Ninakutakia amani ya Mungu pamoja na jeshi lako.